Habari ya kuamka, habari ya asubuhi. Matumaini yetu mpo salama. Leo tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Tunatoa salamu kwa Wakristo, amani ya Bwana iwe nanyi. Tunatoa salamu kwa Waislamu, assalamu alaikum. Leo tumerudi na kuomba samahani kwanza kwa sababu ya hichi kitu ambacho tumefanya kwenye siku 2-3 hizi ama 4. Hatupo online ni kwa sababu ya matatizo ya network. Kama gisi mnavyojua, Uvira network inasumbua. Na tunaomba samahani sana, tena sana. Na kwa tunataka mtuone radhi zaidi kwa kuona hizi siku 2-3 tuwapatie habari. Tumeamua kurudi tena rasmi, network imerudia na kusema samahani sana na tunataka mtusamehe. Habari ambayo tutaanza nayo ni habari ya nchi yetu kwa gisi inavyoenda. Saizi hatujui tuseme nini kiufupi. Nchi yetu imechaguliwa katika baraza ya kimataifa ya ulinzi. Tumesherehekea, wengi tumefurahi, wengi tumeona ni kitu cha muhimu sana. Lakini tukajiuliza kama wanaenda kututia kwenye baraza ya ulinzi wakati huku sisi wenyewe tunashindwa kujilinda, je, tutaweza kulinda wa nje? Ni kitu cha maana sana sisi kuingia katika ile sekta ya ulinzi na ya kimataifa. Lakini sasa tuangalie ama tuongee kitu kimoja. Sisi wenyewe tunashindwa kujilinda, je, tutaweza kulinda watu wengine? Hiyo ni point ambayo tunapaswa tuifikirie sana. Kama sisi wenyewe tunashindwa kujilinda, je, tutaweza kulinda watu wengine? Na serikali sasa hivi inaendelea kupambana na waasi wa M23 kwa sababu ya hali ambayo inaendelea. Acha nikupe habari ya watu ambao wako Burundi. Saizi walivuka, wamoja walivuka juzi, walikuwa navuka kiinjia ya maji kiwiziwizi. Walipatia mtu wa kuwavusha, mtu wa boti kuwavusha, na akawavusha kufika katikati ya maji, akawaacha mpaka saa 12. Ilipofika mpaka saa 11. Ilipofika saa 11 wale watu wakachoka. Ndani yake palikuwa pastor ambaye ni mchungaji wa kanisa ya WTMC Pake. Walivyochoka hivyo waliamua kurudi. Wakamkuta yule mtu, walimpatia pesa, yuko pale bandarini. Walivyotaka kumuuzi wakamwambia, mbona wewe umetufanyia hivi? Kwa nini umetufanyia hivi? Turudishie wasi pesa zetu. Ungejua kama hutatuvusha ungetuambia mapema ili tutafute watu ambao watatuvusha. Ya ule kijana pale bandarini alionyesha hali ya kusipopenda na polisi zikafika. Polisi zilipofika wakauliza nini tatizo. Lakini ule kijana aliwaambia, hapo niko naongelea Burundi na Kongo, watu walikuwa wanataka kuvuka kwenda Uvira kimagendo. Kwa sababu kama kisi mnavyojua mpaka wa Burundi na Kongo umefungwa. Sasa watu wanachoka hali na wanaona business zao zipo nyingi Burundi na Kongo, wanaanza kuamua kwenda kuzitumikia kuvuka kinjia kisipokuwa halali kwa sababu ya kwenda kufanya kazi zao. Sasa huyu kijana alipotaka kuwavusha saa 11 akawaacha kwenye maji mle kwenye bahari Tanganyika. Walivyotoka kwenda kumuuzi yule kijana na kumwambia, kwa nini umetuvusha? Ungejua kama hutotuvusha ungetuambia kuliko kutuacha kwenye maji vile nini na nini. Yule kijana akufurahia gisi alipoambiwa. Polisi zilipofika wakauliza nini shida. Wakauliza nini shida, lakini yule kijana akasema ni waasi hawa wa M23 walivuka kimagendo na kuniiba boti yangu, lakini mimi nashangaa wanafika hapa na wanataka kutuvamia. Na kama kisi unavyojua, ukisema wewe ni muasi wa M23 hakuna cha kusamba, hakuna cha kuongea, hakuna chochote kile. Walishiku, palikuwa watoto, wamama, vijana, ilikuwa kadri ilikuwa watu hata 20-25 hivi. Wote wakapelekwa Mpimba na polisi ya Burundi. Hivi wanafungwa kwenye jela ya Burundi.
Na kama gesi mnavyojua, ukisema wewe ni M23 saizi hakuna kuongea ama hakuna kusamba, unafungwa. Sasa tuambiane, hiyo hali ambayo inaendelea saizi, wakongomani wanaanza kuishia jela kwa sababu ya kusema ni washiriki wa M23, na vile vile wakongomani wengi Burundi wanaanza kufanyiwa misako muda wote, saa yoyote wanafanyiwa misako, na wakikubana hata ukuwe na sepejel unastahili uende kambini. Lakini kitu ambacho kinatumika sasa Burundi ni passport na ile hailiweki yako ya kutumia ya kutembelea katika Burundi. Tuwaulizane kwanza, wewe unashindwa kulinda nchi yako, unataka kulinda nchi za jirani. Je, kweli hicho kitu unaona kwako wewe kama mwananchi wa Kongo, wewe kama mhusika wa Kongo, unaona kabisa hicho kitu kiko sawa? Mimi kivyangu ni kitu ambacho sijakipenda na kimeniumiza sana, ama nimeshindwa kabisa kuingiza kwenye akili yangu. Mimi sikuelewa kwa nini kiko vile na kwa nini kinaendelea kuwa hivyo. Lakini yote ni Mungu asante, tumeingia kwenye orodha na ambayo tulikuwa nagombania siku nyingi tuifike, lakini tumeifika wakati mbaya. Tumefika wakati wenyewe sisi sisi wenyewe tunashindwa kujilinda. Ni kitu ambacho kwangu kabisa nimecheka, lakini nimeona kiko fair. Acha tuende katika habari ya kimataifa. Rais wa Venezuela amechukuliwa na rais wa Marekani Donald Trump na kumtoza kwenye ngome lake na kumpeleka, na watu ambao wamefanya hiyo kazi ni Delta Force. Askari waaminifu sana wa Marekani wanaitwa Delta Force. Tuambiane, rais wa Venezuela kuchukuliwa, ameshutumiwa vitu vitatu. Kitu cha kwanza kenye ameshutumiwa ni kusema kuwa yeye ni mhalifu, anatesa watu wake na kukimbia watu wake, wanakimbia kwenye nchi yao na kuenda katika nchi jirani. Wengi wanakimbilia Mexico, wengi wanakimbilia Brazil, na wengi wanapanda mpaka kabisa juu na kuingia Marekani. Wakisema wanaenda, wengi wana document na kuonesha hali kabisa ni ngumu katika katika nchi ya Venezuela. Lakini tukiangalia vizuri hiyo matamshi mimi sijaelewa. Na mashtaka ya pili ni kusema anaachia wafungwa huru ambao ni watu ambao wanahusika na magang za wahalifu katika mji wa Venezuela, na kufunga watu ambao wakienda kinyume na madaraka yake ama wakitaka kumshauria kuhusu madaraka yake na kuwatia ndani. Yani anafungua watu ambao wapo na hatia na kufunga watu ambao hawana hatia. Na madai ya mwisho kusema kuwa yeye anamiliki vitengo vingi sana vya genge. Nikiongelea genge ni vitengo vya uhalifu, vile vya kuisha madawa ya kulevya, wezi, nini, yeye vile anavimiliki yeye na mke wake. Ndio madai haswa Amerika imemfungia. Lakini tukienda kinyume na hivyo vitu vyote, si wote tunajua kabisa Venezuela ni nchi ambayo ipo na mafuta, na Venezuela na Amerika saizi hawakukua kabisa na mahusiano mazuri kwa sababu ya mafuta. Huyu rais alikuwa ajulikani kabisa na taifa kwa sababu ni rais ambaye alikamata nchi kimabavu, na wanavosema tena madai kuwa aliiba kura za uchaguzi. Sasa ni kama vile wanamchukulia tu kama gaidi fulani hivi, wamchukulia kama rais. Marekani inakwambia yeye inamchukulia kama gaidi fulani hivi, amchukulia kama rais. Lakini tunajua kabisa katika nchi la Venezuela kuna mafuta, na tunajua Marekani ina faida fulani hivi kitaka kuchukua vitu fulani kwa mtu. Sasa inaamua kufanya kila kitu ambacho inajisikia. Tuachane na hapo, tuende hivyo habari ya kimataifa kwa Donald Trump. Donald Trump anaongea kusema ana nchi 7 ambazo alizitai kusema atazitoa na atawashika marais kama kisa alivyoshika rais wa Venezuela. Na katika hizo nchi 7 kuna Kongo, kuna Tanzania, kuna China, lakini umesikia neno Kongo. Na katika hizo nchi kuna nchi ambazo marais wao wanashika madaraka muda mrefu, hawapendi kutoka na wananchi wanakimbilia Marekani. Na katika hizo nchi tena kuna nchi ambazo marais wanashindwa kuchukua majukumu ya wananchi wao, na maraia wanakamata, wanakimbia. Sasa nikajiuliza swali, kama sisi tulienda tukakamata mkataba wa Washington DC na Rwanda, je,
kuna uwezekano kabisa wa sisi kutuchukulia rais wetu, ama kuna uwezekano wa Rwanda kuchukua rais wa Rwanda. Maana kama Donald Trump anaonyesha hali ya kusema mimi siogopi mtu yoyote yule yupo, mimi nastahili nikamtosha kwenye madaraka na nikamchukua gesi mimi ninavyotaka. Ni kitu ambacho kila mmoja aliogopa wakati alitaja hizo nchi 7. Hata wewe unastahili kuogopa, maana ni kitu ambacho kimezua mjadala mwingi sana katika hali ya mitandao. Na Donald Trump Putin tumemwona amekaribisha jeshi zake, vile rais wa Korea du Nord bwana Kiduku Kim Jong-un alionekana kuwa anaanza kupima silaha zake zile za nguvu. Na istoshe waziri wa ulinzi wa nchi ya Venezuela alionyesha hali ya kusipopenda, na akasema Marekani imemteka rais wao, lakini wao kabisa wanaoshirikiana na Marekani wanaomba Marekani kurudisha rais wao. Na Marekani ikawajibu ikasema, sisi hapo tutamtia rais ambaye sisi wenyewe tutampenda na rais ambaye sisi wenyewe tutaridhia. Inaonekana kuwa wao wanataka kutumikisha nchi ya Venezuela kama nchi yao. Sasa kweli hatuoni kama ni hali ya kwenda kwenye vita ya 3 ya dunia, ama hatuoni, kwa sababu hizi nchi ni kadri gisi zinavyokorogana na njuzi kadri tunavyoingiziana chacho. Na Marekani ni baba, na baba ukiendelea kumpiga mwanao fimbo, kuna siku mtoto atakwambia usinipigishe kofi baba, nipigishe fimbo, ama usinipigishe fimbo baba, fimbo iumi, nipigishe chuma. Sasa tukienda kwenye hiyo hali, mtoto akaanza kufika kwenye hiyo hali, unategemea nini kama mtoto atakuja kuwa gaidi? WhatsApp, naitwa Simba la Mbele. Endelea kushare, kucomment na kusubscribe channel yetu na kulike